waigizaji kutoka Cambridge Films Production na hawa ni wachezaji tu wachakacha na pakacha za maisha, kuiga, kuleta na kuonyesha tabia, kwa sababu tabia ni kia cha mwili, kia ni ngozi. Sasa wanaleta tabia tu kwenye jamii ili angaa watu warekebike, wengine warekebishe, na kuna walao pigiwa pengine upatu ili wazidi na waendelee. Na kwa sababu tumebebwa naye the director, mwongozaji wa filamu, mwandishi na mtunzi, na pia ndiye mhakiki na wa kuonyesha na kuweza kutupa mawazo hapa duniani. Wamesema akili ni nywele na kumbe si nywele chafu, na hapa tumeweza kujipanga vizuri ili hali ikiwe nzuri. Mahojiano yanaendelea, na ungelipenda basi kujua na kuelewa lolote, bila shaka ni 0736000333. Utakuwa basi unaweza kupiga simu ili ukaulize maswali. Sheila anasema good morning, na wapata vizuri. Huyu anasema kwamba nichezee. Hey, hii ni jina ngumu kidogo. Anasema kwamba nimekaa sawa sawa. Kuna wale watu wamekaa macho kumuona Yesu. Nimesema ndio, wewe muone Yesu. Yesu amekuwepo, na sasa tunaye mwanadada mtamboni, na tutakuwa basi tunasema naye muda si mrefu. Bwana mwelekezaji, wewe umesema vizuri tu kwamba umekuwa ukichukua pengine mienendo ya watu tofauti tofauti, yani the characters, yeah. Na umeanza na jamii, kwa sababu tumesema fasihi ni kioo cha jamii. Unaelezea watu kwamba kuna yale watakao yafuata na kuna mengine ukiyafuata watatumbukia kwenye shida, sivyo? Kweli kabisa. Nani huandika mambo haya? Nadhani ni mimi mwenyewe naandika, sababu hadithi, na si mimi peke yangu. Katika Cambridge Films Production tuko na waandishi wengi sana. Naam. Na watu wamejituma, watu wanajua maisha, watu wanajua ni nini ambacho wanajamii wanahitaji kuiga. So unapata tukija na hadithi, hata ikiwa mbaya sana, tuseme mfano unaweza kuja na hadithi concerning intersex. When I talk about intersex, I believe you understand what intersex is, and wasikilizaji wetu pia wanaelewa. Waje waelewe. Katika hiyo hadithi, wajua usipotoa taswira vizuri mwisho mara nyingi kwenye hadithi tunasema resolution yake ndio kila kitu. Sasa unapata ukizungumzia mambo na intersex na ukose kuja na resolution yake vizuri, utapata watazamaji ama baadhi ya watu wanaweza kosa kutuelewa, ama wanaweza kosa kuelewa hadithi. Sababu wataona hawa watu are they in support of gayism or are they in support of lesbian? Wanaunga mambo haya ama wanayapinga na kuelimisha. Kwa kweli kabisa. Naam. Sasa utapata umetengeneza hadithi, ndio mwanzo wa hadithi utapata kuna several acts ambazo ziko against the community. Naam. But at the end of that story ni lazima ukuje na resolution yenye itakuwa educative to the community. Yani utaleta uwazi fulani kwa vile mambo hayo yanatendeka kabisa. Watu wayaone kwanza, waone ni haya, alafu baadaye ukuje sasa ulete ukweli, ndakana uwe hivi kabisa. Na ndipo hasa ninaingia upande wa pili kwa mwanadada, kwa sababu ajitambulishe jina. Kweli kabisa. Alafu tuanze. Unaitwa nani pengine kwa manufaa ya msikilizaji? Jina langu ni Winnie Mataza. Unatokea wapi? Winnie Matasa ni jina la wapi hili? Winnie Mataza ni mzaliwa wa Coast ama pwani kule ya Kenya. Hususan Kilifi County ndiko kwetu, haswa maeneo ya Mtwapa. Ila sana sana naishi maeneo ya Mombasa County. Mombasa County. Unajua Mtwapa ni kwetu, umesema Mtwapa nikaona pale Mtwapa. Hapo Mtwapa ni kwetu. Lakini sasa ni anaitiri. Unajua pia sisi tuko na Nai. Tuna Naitiri inakaa kama Nairobi. Alafu tuna Naivasha. Sasa Mtwapa tuko na mahala kunaitwa Mtwapa, ni hoteli nzuri tu. Watasema tunasema nini, lakini ni hoteli nzuri tu, kumeandikwa Mtwapa. Nadhani kama mtu ametoka Mtwapa akaja huko, basi itabidi apige simu mseme vizuri. Kule Mtwapa hawajambo.
wazima sana. Wako sawa. Buheri wa afya. Mara nyingine nilikuwepo, sasa hawasemi kuja tule, wanasema twala. Nikasema hata mimi nimetwala kwa sababu sikuelewa mambo ni namna gani. Profesa Katana kutoka Nairobi anasema kwamba nakupata vizuri kabisa. Mambo swafi Saidi, sauti kidogo. Wanasema sauti kidogo. Unajua watu wangu hapa wako chonjo, ni kama wanaenda haja kwa barabara. Ikiwa utafanya lolote basi watakwambia hapa mambo tena. Ndio hivyo msikilizaji, imegonga 42 dakika baada ya saa 3 na tunasema naye mwigizaji katika masuala na mambo ya uigizaji kutoka Mtwapa. Mtwapa ni Mombasa. Sasa mimi nitakuja huko, lakini wameandika kibao kuingia harusi kutoka. Sasa wakitoa hii kutoka matanga nitakuja. Lakini sasa wamesema kuingia ni harusi. Harusi ni sawa. Lakini za kutoka ni matanga. Wakati wanapotoka hiyo, Shila anasema kwamba nawapata vizuri kabisa. Cheria anasema niko ndani. Sauti kidogo sawa sawa. Jasper kutoka wapi? Nasema Jasper kutoka LD West, Jovena Filling Station tunawapata poa na madereva wa waziri. Nadhani waziri. Ni wamweka nikiwa Eldoret West Jovena Filling Station tunawapata poa na madereva wa wasili. Nadhani kuna dereva wa wasili, kuna kitu inaitwa wasili. Wasili. Na wanakupata vizuri. Sasa mwingine anasema kwamba waache namba sawa. Sasa wewe umetoka kule. Naam. Umekuja Eldoret. Ndio. Kiaje sasa? Mimi nimetoka kule kwa sababu wanasema katika maandiko ya Mungu kwamba kipawa cha mtu humtengezea njia hata kukaa na wafalme. Na kipawa hicho ndicho kilichonitoa Mombasa mpaka kimenifikisha hapa Eldoret, kwa sababu moja tu ya kwamba tukaweze kuunganika na wenzangu kutoka maeneo tofauti ya nchi hii na hata mbali zaidi, ili kwamba tukaweze kuboresha ama kufanya kile ambacho kiko ndani yangu ama ndani yetu sisi wote. Amina. Najua hapo umehubiri tu vizuri. Ni kwamba kipawa cha mtu, Mola akasema niombe nikupe na yajapo yapokee. Mtu upokea ajaliwalo si atakalo. Wewe ungelitaka mengi, ukajaliwa kuweza kuigiza tu. Wewe umeigiza kwa filamu yoyote hapa Kenya? Okay, nimeigiza mimi. Nimekuwa mwigizaji tangia kipindi kile niko shule. Kwa hivyo nimeigiza, na pia kule Mombasa niko katika kikundi kinachoitwa The Squashes. Pia ni kikundi cha waigizaji. Pia pale nimeigiza roles tofauti tofauti. Kwa hivyo uigizaji, mimi ni mwigizaji halisi. Tuziwe tunaigiza. Sasa ikiwa wewe ni na si mwigizaji tu bali pia ni msanii wa nyimbo za Injili. Twende kazi. Na kweli niliona unakaa kiinjili kidogo na wewe ndio unamuimbia Yesu. Kabisa. Yesu akicheza anataka nyimbo na wewe unaimba vizuri. No. Sasa wewe ni mwigizaji na hapa umeigiza kama nani? Kwenye hii filamu ya Kivuli cha Nafsi mimi nimeigiza kama mke wa Fadhili. Na pia huyo mke wa Fadhili ndio mamake Mojus. Mojus ni kijana ambaye ni chipkizi. Ni chipkizi. Ni chipkizi, yani ni kijana mchanga ambaye ndio sasa anainukia maisha. Na ametokea kumpenda msichana mmoja anaitwa Vivian ambaye ni mlemavu. Sema kitu. Ambapo sasa yule msichana mlemavu mimi sijampenda, mimi na baba yake hatujaridhia mahusiano yao. Hivyo basi mimi nimetokea kuwa mpinzani mkubwa sana katika mahusiano yao, na hivyo basi nimejikakamua kabisa kuhakikisha kwamba nitakuwa msumari moto kwenye uhusiano wao. Ndio. Itakuwa sasa mimi na matakwa yangu, mimi na babake. Kuna mhusika mmoja anaitwa Mr. Kabogo kwenye hiyo filamu, ambaye Mr. Kabogo yeye ni mtu maarufu, ni mtu ana kibiashara yuko juu. Na ningependa sana kuwa na ushirikiano na yeye ili kwamba nikaweze kunufaika kwenye masuala ya kibiashara na ufanisi. Sasa nimetumia nataka kumtumia mwanangu Mojus ili kwamba aweze kumuoa mwana wa Mr. Kabogo,
ili familia hizi mbili zikanufaike pamoja. Tofauti yake mwanangu, yeye anampenda yule mlemavu. Hai. Ambaye katika hisia zangu mimi itakuwa ni aibu kwenye jamii yetu. Najiona mimi sasa, nitaonekanaje mwanangu amependa mlemavu? Itakuwaje? Ambapo sasa pia pale imenuiwa kuleta kuondoa hii inaitwa stigma katika watu wasiweze kuwabagua watu ambao wana ulemavu. Ni binadamu kama sisi, na haitakiwi kwamba tukaweze kuwadunisha ama kuwatenga ama kuwaonyesha dharau fulani vile. Inatakiwa wale pia tuweze kuwabeba kama binadamu, tukaweze kuwabeba kama watu ambao pia wanaweza kuwa na umuhimu katika jamii. Naam. Umetupa mwawana usio wa kiuni. Umetupatia mwawana mzuri tu, ni kwamba yule ambaye anaona kwamba anapenda, atapenda ampendaye. Naam. Usimpende mtu kwa sababu ya mali na mambo mengine. Mapenzi ni kama majani na popote penye mbolea hujiotea. Waandishi wamesema penda wako kwa moyo na hali iwe ndio hivyo, manake hata kama maumbile yamekataa. Ndipo hasa tukasema kwamba mapenzi ni ndoa. Na kumbuka hata maji chafu uzima moto. Na hata ndio maana sasa wewe mpende yeyote, hata kama ni mchafu au ni mlemavu, maji moto, maji chafu uzima moto. Ndio maana hata wenda wazimu uzaa. Na tumezungumzia masuala na mambo ya mzazi ambaye sasa anachagua ndoa kwa mtoto wake. Ndio. Nia na madhumuni apate mali, heshima na hadhi fulani kwa jamii kama si jumuiya. Naam. Wewe umecheza tu kwa kuigiza ama ndio mambo halisi kwako? Japo katika maisha yangu mimi sina dharau wala sibagui walemavu ama watu wote. Na mimi naheshimu kila mtu katika maisha yangu halisia. Lakini imetokea kwamba hapa inabidi nachukua ile role na itabidi nionyeshe ile dharau inayotakana kwa sababu ya kwamba kufanya kipindi kiwe sawa. Lakini bwana mkurugenzi, kumbuka kwamba ni kioo cha jamii. Kwa hivyo sana anavyofanya hivyo, anajaribu kuelekeza tu watazamaji, wananchi wajue kwamba kumbe ukiishi katika haya maisha madhara yapo baadaye. Lakini unajua kuna shida pia. Shida ipi? Sasa kule nje kuna wanaoona na hawajui kama wanaigiza. Na ndio maana tukasema mwisho wa uigizaji lazima tuko na resolution. Watu wengine hatungoji mwisho. Wakati unaona huyu anasema toa hiyo kitu, huyu sasa anatoa mtoto, toa. Wanatokea tu kunichukia bure wakidhani huyu mama mbaya huyu. Mlemavu tu. Sasa hata msalimia. Tafadhali kwa watazamaji wetu, naomba tafadhali wasije wakamchukia Mama Mojus. Mama Mojus yeye amevalia tu, ni taswira tu anajaribu kuichora ili nasi tunapotazama tuweze kutazama hilo kitu, alafu baadaye tuweze kujifunza tena ni nini baada ya hapo. Hapo utapata baadaye atakuja kumpenda yule kiwete, mwisho atakuja kumpenda yule kiwete, mwisho mwanae atakuja kumuoa yule kiwete. Haya. Sasa haimaanishi kwamba chukizo zake kwake yule kiwete sasa ndio kila kitu ama ndio mwisho wa kila kitu. Kwa hivyo yule atakayetazama tafadhali ajaribu kutazama kutoka mwanzo mpaka mwisho. Sasa tunaomba watazamaji mtazame hadi mwisho, manake ende ikawa ujumbe ambao umeupata kwanza ikawa sivyo ilivyo. Katika uigizaji tuna wale ambao wanaitwa wahusika miraba minne. Wahusika miraba minne ni mhusika ambaye anabadili nia baadaye. Kabisa. Lakini sasa ni mbaya lakini kisha akawa mzuri. Ama alikuwa mzuri akawa mbaya. Sasa kama huyu ni mhusika miraba minne. Lakini kuna mhusika mraba moja, yeye kama ni mbaya huenda tu mbaya hadi mwisho. Hadi kama utapata labda mzuri anaingia tu kwa uzuri wake. Atacheza mpaka mwisho, lakini mwisho wake utapata ni mauti. Kama umecheza kama jambazi kutoka mwanzo mpaka mwisho na tunamaliza kama wewe jambazi, utamaliza na risasi. Ufe. Utapigwa risasi utolewe. Afadhali. Hapo tumefunza jamii nini? Ukiwa mbaya kama wewe ni mwizi. Sasa hapo kwa kufa. Mtu amekufa huku, unarudi pwani, tumejua pwani. Walikuona ukifa. Mara watokea kama mzimu. Alafu kamzabai, huyu jamaa alikuwa, unajua kuna wale wanaoona na hawajui kudaundwa vipi. Niliambiwa mmoja aliambiwa ingia kwenye sanduku. Akasema, hapana kuingia kwenye sanduku kama hivyo hata wacha sasa.
Wacha. Basi kama wewe ni mwigizaji lazima uwe tayari kufanya chochote. Uingie hapo. Waweza kuwa kwa mfano mamangu hapa huyu. Naam. Mama moja ambaye dada Winnie. Naam. Ni mcha Mungu. Haya. Lakini kwenye sanaa utapata hadithi inamlazimisha acheze kama prostitute. Hata kataa kucheza hiyo role kisa na maana kwamba yeye ni mcha Mungu. Ataifanya. Lakini kufanya hivyo haimaanishi kwamba sasa yeye ni kahaba. Lakini mume wake aone na amemuelewa yuko kazini. Naam. Na bude sasa mimi wangu amecheza sijajua. Inawezekana kweli. Shida. Inawezekana kweli hivyo. Kuna uwezo. Kuna uwezekano kwamba mimi unajua tunaenda pia na vile wamesoma. Unajua kuact si mtu tu ametoka kwenye blanketi akaja. Kuna wasomi wanacheza ni kama hawakusoma. Kweli. Na ndio unaona waigizaji wengi duniani ni wasomi. Utaona tu mtu ni mwigizaji hivi hivi lakini ukikuja kuangalia historia yake ni msomi. Sasa tuseme tu kwamba mtu achezaye anacheza kufanikisha kipindi tu. Ndio. Lakini si eti anafanya. Sasa wale wanaomuona kana kwamba anafanya sivyo, yeye alicheza tu kuleta uhalisia wa mambo. Kweli kabisa. Hata sauti anaiga, sura muonekano, vipodosi anayeweka tu, yani kuonyesha kwamba afanane na kitu anachokisema. Kabisa. Tutaki kwenda Nigeria lakini tuseme tu kwamba kuna moja anaitwa Lolo. Sasa unajua watu wakisema huyu mama ana roho mbaya, nikimwona kwa filamu toto huyu ana roho mbaya. Huyu hapana, ana majini. Sasa tuseme mimi munipe nafasi na mimi niwe jini. Watakao nielewa ni wachache wenye hawanijui. Kweli kabisa. Lakini wanaonijua sana hata kama ni hivyo. Kwanza ukosee mtu hata kama ni hivyo. Alafu baadaye unaingia tu kwa nyumba yake ujabisha. Kuona hivi anakuona na anafikiria filamu anasema iende ikawa ni ukweli. Sasa tutoe tu hayo mawazo ni kwamba mtu hucheza kufanikisha filamu, yeye hachezi kwa sababu ametenda. Na kuja kwako mwigizaji na pia ni muimbaji nyimbo za Injili. Naam. Unachukulia vipi wakati unapopewa nafasi ya kucheza upande wa kahaba na wewe pia ni muimbaji wa nyimbo za Injili? Uoni kwamba pengine pale kutakuwepo na mushkil kidogo, wasiwasi, wahiga na wenye roho chafu, waimbaji kama wewe wasiohitaji kuendelea kwako wakakupa dosari? Okay, kulingana na mimi, ninapokuwa kwenye filamu ama ninapofanya hiki, manake zote ni sanaa. Sanaa ya uigizaji pia kwa upande wa mziki kuna kipindi inahitajika. Na mimi Mungu kanipa zote mbili, sanaa za filamu na sanaa za uigizaji na sanaa za kuimba. Na ninapokuwa kwenye filamu mimi huwa na sina wasiwasi kwa sababu kwamba najua naigiza. Kwa mfano kwenye hii filamu ya Kivuli cha Nafsi, mimi nimetokea ni mke wa Fadhili. Na kama mke wa Fadhili tumeonekana kitandani na mume wangu. Haya. Lakini nikiwa pale mimi na switch off akili yangu. Najua mimi niko hapa kwa kazi ya uigizaji. Kwa hivyo hata hisia sinazo zile za kwamba eti hapa nimelala na mume wangu. Haya. Mimi naigiza, ndio maana ikaitwa uigizaji. It's not the reality. Si kitu halisia. Kwa hiyo mimi huwa na switch off na nafanya kile kwa sababu lengo kuu ni kuelimisha jamii, lengo kuu ni kupeleka ujumbe fulani. Kwa hivyo ninatakiwa nivae lile vazi ama nivae ile character ya yule ama yule muhusika ili kwamba ujumbe ukaweze kufikishwa unavyotakana. Kwa hivyo mimi sioni tatizo kuwa katika uigizaji tena kuwa katika uimbaji. Kule kwa uimbaji mimi nakuwa yule muabudu wa halisi na muabudu Mungu halisia na roho na moyo na kila kitu. Nikija kwenye kuigiza mimi ni muigizaji. Kama ni kahaba kwenye filamu, si kahaba yule wa halisi, lakini ni kahaba anayeiga. Ndio. Safi kabisa. Ndio hivyo, masala ni mengi, muda ndio mchache. Wanasema kila mara gonga gogo usikie mlio, na hapa tumegonga gogo.
tumesikia mlio walisia kabisa katika kucheza chakacha na pakacha sa maisha ili anga tuige tabia, nia, mienendo, desturi na tamaduni za jamii na mtu binafsi, kijiji, vijini na mijini, ili tukulete mbashara kwa 107.7 waikizaji. Mwanadada mzuri huyo tu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Haki ya Mungu Mola Jalali akujalie, akuondolea ajali, tusidi na tuendelee kwa pamoja katika kucheza. Neno la mwisho, Amen. Pengine neno la mwisho unaambia nini yule ambaye sasa ameokopa kuapatiwa sasa role kama wewe ni mganga? Mimi nilikataa ya uganga. Ai, kwa nini uganga? Si ungenipa nyingine? Haya, mwingine sasa mimi hapana, nataka sasa kuigiza kama nini. Wanaokataa kwa sababu tu ya dini, wanaokataa kwa sababu ya akili zao, familia na masharti fulani, unawaambia nini? Mimi naweza kuwaambia wale waigizaji kwamba kwanza, muigizaji halisi anaweza kutokea katika as in character yoyote. Ukiwa wewe ni muigizaji kweli, una uwezo wa kuact part yoyote ama role yoyote. Ya wenda wazimu, ya uchungaji, ya uganga, kwa sababu kwamba lengo kubwa ni uhalisia wa maisha. Uganga upo, uchawi upo, uabudu shetani upo, ukahaba upo, uovu wa kila aina kwenye jamii upo. Na sasa mimi kama nitatumika kuexpose alafu baadaye kuleta suluhu, itakuwa ni bora zaidi, ili kwamba wanadamu kule nje wakaelewe, wakajue hivi ndivyo kilivyo. Na lakini inatakiwa tuwe hivi, kuelekeza maisha wanadamu wanavyotakiwa kuenda. Kwa hivyo mimi kama wewe ni muigizaji pale nje, na pengine pia umcha Mungu kama mimi, usiogope, kwa sababu hapa lengo kuu ni kuleta elimu katika jamii, ni kuelekeza maadili katika jamii zetu. Kwa hivyo lazima pale patahitajika role mtu aicheze, patahitajika character mtu awe ataelekeza, ataonyesha, atadhihirisha vile inavyotakiwa kuwa. Kwa hivyo kama wewe uko pale na Mungu amekupa kipaji hicho, tumika, kwa sababu haimaanishi kwamba ndivyo utakavyokuwa. Kama wewe ni mcha Mungu, utabaki kuwa mcha Mungu tu. Kwa sababu ni roho, kumcha Mungu ni moyo. Kumja Mungu ni roho, uzambe ni utajiri. Mawazo mazuri kutoka kwa mwanadada. Umetuambia jina? Winnie Mataza. Winnie Mataza kutoka Mtwapa, Mombasa. Ametukamilishia awamu ya kwanza, awamu ya tusemezane katika masuala na filamu, uigizaji, utendaji katika masuala na mambo ya mafunzo na mafundisho katika hali ya kuweza kukuza talanta. Panapo majaliwa Jalali Mola kikujalia, basi tupanane humu Jumamosi ijao au siku nyingine kama ya leo, na ndipo namupa nafasi anapopisha wa pili. Tutasoma basi juu ya top of the hour, alafu tukirudi tutakuwa basi tunaendelea na mazungumzo. Mie ni mkurugenzi wa lugha, nimekuepo naye Edwin Abiswa na mwanadada Winnie Mataza. Shika na ushikilie pale kana kwamba ni Injili takatifu.